Hello, habari za wakati huu. Kwa majina naitwa Sebastian Paulo Swai. Niko hapa na ndugu yangu. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Dismas Baltazari. Asante Dismas. Tuko hapa kuwaletea kipindi chetu cha masuala ya usio imani ya Kanisa Katoliki. Katika kipindi hiki chetu siku hii ya leo utaweza kujifunza au kusikiliza katika Kanisa Katoliki kuna sakramenti. Utaweza kujua maana ya sakramenti zilizopo ndani ya Kanisa Katoliki kwa undani au kwa ufupi kidogo. Hivyo, Bwana Dismas, natumaini wewe ni Mkristo Mkatoliki, umepata sakramenti zote, si ndio? Yes. Najua sakramenti bado ya ndoa au upadi, lakini nategemeana hizo utazipata. Yeah. Sasa tungeanza kipindi chetu. Nini maana ya sakramenti? Kwa tunapoongelea swala la sakramenti, sakramenti ni ishara wazi yenye neema isiyoonekana iliyofanyizwa kwanza na Yesu Kristo mwenyewe ili iweze kuleta neema na kutuzidishia rehema ndani, ambapo tunasema Kanisa Katoliki ni mama kwa njia ya sakramenti. Na katika Kanisa Katoliki sisi tumebarikiwa kuwa na utajiri wa sakramenti zilizopungua wala zisizozidi 7, ambapo Mkristo Mkatoliki aliyekamilika apaswa kupata sakramenti zile ambazo tunaziita ni sakramenti za utangulizi, ambapo ni sakramenti zilizopo ambazo tunaziita ni sakramenti za kumuingiza mtu ndani ya kanisa. Asante sana. Na hizo sakramenti unaweza kunitajia sakramenti hizo 7 ulizozisema katika Kanisa Katoliki kwa mtiririko sahihi na unaoenda vizuri? Mkatoliki kwanza huanza na sakramenti ya ubatizo, ambapo hii anaipokea pale anapozaliwa, lakini pia anapoendelea kukua, akiendelea kukua katika makuzi ya imani, kupata sakramenti kwanza ya kitubio. Kwa hiyo baadaye huweza kupata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, wengine hupenda kuita komunyo ya kwanza. Baada ya hapo Mkristo huelekea kwenye kupata sakramenti ya kipaimara, ambapo sasa hapa tunaita huyu amekuwa Mkristo mkamilifu na amempokea Roho Mtakatifu. Lakini baada ya hapo sasa tunaweza tukaingia katika ile sakramenti nyingine ambayo tunaiita hii ni sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa, ambapo hii anaipokea tu mara pale ambapo huyu anakuwa ni mgonjwa ili katika hatari ya kufa. Lakini pia pokea sakramenti ya ndoa takatifu, ambapo hapa wawili waliokubaliana huweza kuunganishwa na mapendo yao kuthibitishwa mbele ya kanisa na kwa umma kwa ujumla. Pia Mkristo ambaye amekamilika, lakini pia hapa tunaongelea wale Wakristo wa Katoliki walio wanaume tu, ambapo huweza kupata daraja takatifu, ambapo hapa wanaweza kupata uwezo mkubwa wa kutenda mambo matakatifu ya kiaskofu, kipadri na miito mingine iliyo ndani ya kanisa. Yaani namaanisha hiyo ni sakramenti ya daraja takatifu. Asante sana. Je, wewe kati ya hizo sakramenti ya daraja takatifu au ndoa unapenda sakramenti gani? Kuhusiana na mipango halisi ya